Jana tulianza utangulizi wa somo na tulizungumzia Father ama Baba. Mungu wakati anaumba wanadamu, kila alichokiplani hakikuwa bahati mbaya, wala usije ukahisi kwamba kilitokea tu kwake. Wakati mwingine mimi nikiwa najifunza mwenyewe huwa nashangaa sana. Kuna siku nilikuwa najifunza siku ya 3 ya uumbaji, nikaanza kujiuliza utamu wa matunda. Yaani Mungu alidesign pela, embe, ndizi, havikutokea kwa bahati mbaya. Watu wanafikiri kwamba eti Mungu naye alikuwa anataja alafu naye anashangaa mti ukitokea. Yaani Mungu anasema iwe miti, alafu umetokea mparachichi, anasema na huu umetokea. Wengi wana hiyo concept wakiamini ilikuwa hivyo. Wanasema kazi ya uumbaji kwa Mungu ilikuwa kubwa sana, kwa sababu kabla Mungu hajapronounce, hajasema kitokee kitu fulani, ilipaswa Mungu akimalize kitu chote kichwani. Yaani Mungu adesign kila kitu, alafu ndo anasema kitokee, kinatokea. Kwa hiyo unaposikia Mungu anasema iwe nuru, alianza kwanza kuplani, kisha akamaliza, alafu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sijui siku ya pili Mungu akafikiri, akamaliza, akasema iwe anga, ikawa anga. Vivyo hivyo siku ya 3, kusanya maji sehemu moja, ardhi ikatokea. Mungu akasema itokee miti ya kila aina. Tayari miti yote unayoifahamu Mungu alishakuwa nayo kichwani. Kwa mantiki hiyo, mtu mke na mtu mume kabla hawajaumbwa Mungu alikuwa nao kichwani. Natamani uelewe hilo. Tayari Mungu alijua kwamba namuhitaji mtu mwanaume na muhitaji mtu mwanamke. Na nisikilize vizuri, hata duniani tunakoishi huwezi kutengeneza kitu bila kazi. Kinachosababisha kitu kitengenezwe ni kazi, na kazi kitakachofanya hicho kitu ndio kinakipa hicho kitu umbile. Kwa hiyo umbile la kitu linategemea nini? Kazi gani linaenda kufanya. Ndio maana hata kwenye magari kuna mbunifu alibuni trekta. Trekta ni gari kama lilivyokuwa Abudi, lakini trekta lina siti ya dereva na hapa pembeni wanaweza wakakaa 4, lakini Abudi lina siti zaidi ya watu 60 na. Kazi ya trekta lilitengenezwa ili liende shamba, lakini kazi ya basi libebe abiria kutoka point moja kwenda point nyingine. Kwa hiyo mtengenezaji wa basi kabla hajatengeneza basi alikaa akafikiri, akasema hapana, nahitaji kutengeneza basi litakalobeba watu kadhaa, litakuwa na ukubwa hivi. Then huyu mtu akaanza kutengeneza. Ndivyo alivyo Mungu. Mungu kwenye sijui namuonea Mungu nikisema hivi, kwenye mind, kwenye akili yake alikuwa na wazo la kuumba binadamu. Mungu hakutaka kuumba binadamu mmoja. Mungu alikuwa anataka binadamu wengi. Lakini kuna neno moja la Kiingereza zuri linasema, kwa Kiswahili wanasema Mungu wetu sio wa instant, sio wa ghafla. Yaani Mungu vitu havitokei ghafla, vina process ya kutokea. Ni kweli Mungu anataka watu wengi, yani anataka millions of people. Lakini katika mpango wake wa uumbaji Mungu akatengeneza foundation. Nataka watu wengi, lakini katika watu wengi naanza na yupi atakayesaidia watu wengine wote wapatikane kutoka kwa huyo. Mungu akaanza na mwanaume. Napenda lugha ya Kiingereza. Ukisoma Biblia ina maneno 3. Neno la kwanza ina neno linaitwa man, M-A-N. Kiswahili tunaweza kusema mtu. Lakini nisikilize vizuri, mtu hana jinsia. Sijui nimeeleweka? Hapa sasa hivi nikisema hivi, mtu mmoja aje, akija mwanamke amekosea, akija mwanaume amekosea, utakubaliana na mimi neno mtu halina jinsia. Ukitaka kutenganisha jinsia utaanza kusema hivi, mtu mke, mtu mume.
Wenzetu wazungu nimeona wanasema man female na kuna man male. Nisikilize vizuri ninakokwenda. Wakati Mungu ana design taifa, Mungu anasema hivi, nahitaji taifa, lakini taifa nalotaka nilitengeneze, mtu wa kwanza atakaye kuwa responsible, atakayebeba taifa zima ni mwanaume. Wanaume wenzangu mliokuweko hapa, wanaume kwa Mungu, nilikuwa nasoma leo nikiwa njiani, I was shocked kugundua kwamba kitu kikubwa sana alichopewa mwanaume ambacho ni special kuliko, kwa sababu mwanaume ndiye source and sustainer wa binadamu wote duniani. Rudi kwenye Biblia yako. Mungu katika Mwanzo 1 fungu la 26, msomaji hatutasoma, inasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano, kwa sura. Umewahi kujiuliza anaposema kwa mfano wetu, kwa sura yetu, anamaanisha nini? Neno lililotumika mfano, image, wanasema ni character, mtu aliye na tabia kama ya Mungu. Cha pili ambacho Mungu alikisema, likeness. Likeness ni function. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, tumtengeneze mtu aliye na tabia yetu na atakayefanya kazi kama sisi. Mungu yeye anafanyaje? Mungu yeye ni baba, anazaa. Anazaaje? Kwa kuumba, kwa sababu jinsia amezidesign yeye. Kwa hiyo yeye hana haja ya jinsia. Kwa hiyo cha kwanza, Mungu anazaa ama anazalisha. Ndio maana akasema hivi, na muumba mtu. Kwa hiyo ukienda kwenye Biblia yako ukasoma kitabu cha Mwanzo 5 fungu la 1 na kuendelea, utagundua baba yake na Adamu ni Mungu, kwa sababu Mungu alimzaa Adamu. Alimzaaje? Biblia inasema hivi, Mungu alichukua mavumbi ya ardhi, akatengeneza lisanamu, akampulizia pumzi, Adamu akafumbua macho, akawa nafsi hai. Maana yake nini? Mungu baba akamuumba baba. Weka hiyo kitu kichwani usisahau. Baba akamuumba baba. Mungu ni baba yake na Adamu. Alafu Mungu anamwamini Adamu na anampa wadhifa wake. Sijui kama hichi kitu kimeingia kichwani mwako. Mungu anampa mwanaume taito yake. Mimi watoto wangu hawaitwi Christina Shoma, wanaitwa Christina Peter. Unafikiri Adamu anaitwaje? Babake na Adamu anaitwa nani? Kwa hiyo Adamu, jina la babake kama angeandikishwa shule angekuwa anaitwa Adamu Mungu. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Mtoto wa Adamu yule mwanamke mama yetu Eva, naye alikuwa anaitwa Eva Adamu. Ninaogopa kuambia hivi, mwanaume anapokosea akosei yeye na generation inakosea. Sijui kama hii point umeielewa vizuri. Mimi Pastor Peter leo nimebeba generation. Ndio maana Adamu alivyozingua kwenye bustani ya Eden karibu mpaka sisi leo, kwa sababu Adamu ni foundation. Wanaume nisikilizeni vizuri. Wewe ndio msingi. Ukitokea tu crack, jengo limefanyaje? Sasa hebu tuende kwenye crack. Ikitokea ufa likitokea ufa kwenye foundation, maana yake generation yote imefanya nini? Imeharibika. Kwa hiyo mwanaume asiyefaa akioa mwanamke anayefaa, maana yake ni nini? Asikiliza hii hatari. Msingi wa matope, alafu juu umenyanyua na tofali. Hiyo nyumba lazima ifanyeje? Lazima ianguke. Kwa nini? Kuna msingi, foundation ni matope. Hata kama matofali ya juu yatakuwa ya block, tena umeweka na nondo na kokoto, lakini kwa sababu foundation haiko salama, ukijenga juu inaanguka. Na ndio maana binti ambayo hujaolewa, be careful kupata mume. Kuwa makini sana kupata mume, kwa sababu mwanaume ndio ana determine the next generation.
mwanamke adetermine. Msomaji, nisomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11 mpaka 12. Naomba na wale watu nilioomba kwa mfano. Wakorinto wa kwanza 11 mpaka 12 inasema, lakini katika Bwana si mwanamke pasipo mwanamume. Lakini katika Bwana si mwanamke pasipo mwanaume, wala mwanamume pasipo mwanamke. Changamkeni kidogo. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile. Tujae hapa. Endelea na kusikia mtu wa Mungu. Vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake kutoka kwa Mungu. Ishia hapo. Nani amesikiliza kati anasoma? Mbinguni mbali. Okay, nasema summary ya fungu alilolisema. Mwanamke alitoka kwa mwanaume na mwanaume alitoka kwa mwanamke. Chill, usinitangulie, twende tu taratibu. Wa kwanza aliyesababisha mwanamke atokee ni mwanaume. Sasa mimi nazungumzia function in creation, usije ukachanganya. Nazungumzia kazi katika uumbaji, sizungumzii kazi katika matokeo ya uumbaji. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Ngoja nikuonyeshe tofauti uone. Kazi katika uumbaji, kazi katika uumbaji. Mungu anataka kutengeneza jengo. Kazi katika uumbaji, Mungu akachagua mwanaume awe foundation. Lakini matokeo katika uumbaji, mwanamke akamzaa Kaini. Tuko pamoja? Kaini ni binadamu wa kwanza kuzaliwa kwa kukaa tumboni miezi 9. Ninahisi, sina uhakika, nahisi Adamu na mkewe wanaweza wakawa hawana vitovu. Jamani, nimesema nahisi, kwa hiyo msiniingilie. Nahisi, sina nini? Kwa sababu Adamu hajawahi kukaa tumboni, mke wake hajawahi kukaa tumboni. Binadamu wa kwanza aliyekaa tumboni mwa mwanamke ni Kaini. Kaini ni matokeo ya uumbaji, usije ukachanganya. Na nitakwambia kwa nini nasema Kaini ni matokeo ya uumbaji. Mungu anaposema mwanaume ni foundation, hazungumzii mwanaume aliyezaliwa na mwanamke, anaanza kuzungumzia kwa nini alianza na mwanaume. Hiyo ndio point naotaka uiweke kichwani. Na unisikilize vizuri, mwanaume haimaanishi wewe ni zaidi ya mwanamke, ila inazungumzwa kwenye kazi uliopewa wewe. Kazi aliyopewa mwanaume sio sawa na kazi aliyopewa mwanamke, na utofauti wetu katika kazi haumaanishi kwamba ni udhaifu. Usije ukaelewa vibaya, sio udhaifu, ila ni Mungu ameamua hivyo. Hata sisi wakina mama mnayetuona hapa, wanaume, hatukutaka kuwa baba wala hatukuwahi kuomba kuwa baba, ila Mungu kwa mapenzi yake akaamua sisi tuwe nani? Baba. Kwa hiyo mimi kuwa baba sio takwa langu, sio ridhaa yangu, sio maamuzi yangu, ila ni plani ya Mungu anapoitengeneza taifa duniani. Plani yake akasema mwanaume atakuwa baba. Ni plani na uchaguzi wa Mungu, sio sisi binadamu. Na ninarudia, haimaanishi mwanaume ni bora kuliko mwanamke, ila mwanaume ndio msingi wa kizazi. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Angalia hawa rafiki zangu niliowaweka hapa mbele. Huyu ni Mungu. Sogea kidogo mtu wa Mungu. Huyu ni Mungu. Mungu anataka kuanzisha taasisi inaitwa binadamu. Ukisoma Mwanzo 1:28 utasikia zaeni mkafanye nini? Manake Mungu hataki mtu mmoja. Mungu anataka watu, lakini hawezi kuumba watu wengi. Lazima uanze msingi utakaoendelea kutengeneza na matofali mengine mpaka jengo litakapokamilika. Na hiyo ndio tofauti yetu sisi na viumbe wengine.